Habari kaka bwana. Salama bwana. Wema. Wema kabisa. Habari za nyumbani? Salama kabisa. Bwana samani. Hivi kutoka hapa mpaka kufika kwenye kijiji cha Mzizini hapo mbali sana? Hapo? Hapo sio mbali sana. Kuna urefu kama kilomita kadhaa hivi. Wewe ni mwenyeji wa huku? Mimi mwenyeji wa huku. Sana shukuru bwana. Basi haina shida. Kwema lakini. Kwema kabisa. Basi sawa. Basi haina shida, safari njema. Haya, asante. Nashukuru. Huyo mbona mgeni hapa kijiji? Atapaweza kweli? Maana shashindwa mingi. Haya. Jina la Yesu. Toka. Hodi hapa. Mzee. Hodi hapa. Karibu. Asante. Habari za hapa bwana? Hapa kwema wewe. Naona unashona viatu hapa. Unajua mazingira. Samahani, mimi ni mgeni kwenye hiki kijiji. Naomba kuuliza kwa mwenyekiti. Kwa mwenyekiti? Wewe shida yako mwenyekiti? Mimi niko busy hapa na njaa sana. Msaada nielekeze nionyeshe kwa mwenyekiti. Sasa hapa nani kuelekeza kwa mwenyekiti sio kwa itoshi. Wewe kupeleka. Basi nitashukuru sana. Sababu mwenyekiti apata nyumba hapo. Yao vizuri kupeleka. Basi sawa, nitakuwa vizuri, nashukuru sana. Ngoja nifunge mlango basi hapa. Sawa mheshimiwa. Sijali. Haina shida. Sawa. Mimi hapa niko kazini hapa. Hakuna shida. Pole sana kwa hiyo. Pole kwa usumbufu. Pole, rudisha tu mlango. Sawa. Basi sio na wasiwasi kwa hilo. Basi nashukuru. Hapo jirani sio mbali. Nikuonyesha tu kwa ramani utakuwa ufiki. Wani kusindikiza kidogo. Basi sawa, nashukuru kidogo. Kabla tu maana wewe ndo unakujua. Basi sio mbali sana hapa tu. Sawa. Kutoka napokaa hapa jirani tu hapo. Ya muda mrefu. Hii toka mwaka 70 kabisa Marechela pale kuna jumba kubwa kitambo. Na shule ya msingi nafikiri ipo bila shaka. Shule wewe utakosa watoto tu wa kuuzao ukasoma kwa shule ile pale. Msingi ipo. Kijiji chenu ni kizuri sana. Yaani hapa wema si ndio kila kitu, yaani tunataka hata wageni moja hapa tuungane pamoja. Ashafika mwenyekiti? Naam. Bwana hapa tushafika mwenyekiti. Mwenyekiti bwana, kuna mgeni hapa, mgeni wako. Mama Shabani. Hebu samani kidogo. Samani mwenyekiti. Kidogo samani mkango. Na kwamba lazima mkango. Tunasema hebu fanya haraka kidogo. Sema mimi mwenyekiti. Simjua nako kutoka mbali. Nashukuru. Asante sana kuendelea na shughuli zako. Au sio? Asante sana kwa mwenyekiti ndo hapa. Na mwenyekiti mheshimiwa ndo huyo. Basi kwa kama biliko makalendeo timba mane yaje. Nyone. Leo tujane kama hapa bakantala kala bwale. Mwenye ula kwa pole ntangu. Nyama kwa mama mtaka bwale ndo hapa kama kwa mama na. Nashukuru sana. Nyone. Hapo mwana naye mama mcha kwamba walimbia mama bakopela katimba. Haya, asante. Ndio nitaka ngwali wewe. Haya, asante. Sasa mimi nashukuru sana. Mimi mheshimiwa, nashukuru. Labda nijitambulishe kwako. Mimi naitwa Jackson Matimba. Ndio. Niko hapa kuomba kujisajili kwenye kijiji chenu hiki cha Mizizini. Kwa hiyo nina barua hapa ya kuomba, lakini pia imethibitishwa na mwenyekiti wa kijiji ambako ninatoka. Kijiji chenu ni kizuri sana. Asante. Inaonyesha kina mambo mengi. Mimi nashukuru na nimekupokea kijiji cha Mizizini. Ndio. Bwana tume na karibu. Sawa, nashukuru. Lakini jambo la pili, mimi ni mgeni. Sawa sana. Naomba msaada wako pia nipate nyumba au chumba cha kupanga niweze kuishi. Ndio nafika hivi. Yes. Sawa. Basi asante, nashukuru sana. Nitakusaidia kwa hilo sababu hapa ndio napoishi. Ila sasa kuna nyumba ambayo niliandaa kule kwa ajili ya wapangaji. Kwa hilo nitakusaidia. Basi mimi nashukuru sana. Asante. Sawa, nashukuru. Ukiwa tayari nitaenda kukuonesha. Hata kama sasa hivi itakuwa ni jambo zuri zaidi. Itakuwa jambo zuri.
Sasa bwana nifanye hivi kutokana nini? Na majukumu na watu wengine kuanzia saa 10. Bwana kutimizia wewe kutokana nini? Kutokana umekuja muda mwafaka. Sawa. Sasa nashukuru bwana ni kuenzi kwanza ili kwa pumzike afu mchakato huo nitaufanya kwa wakati ujao. Basi mimi nashukuru. Asante sana. Asante. Mama Shabani. Hebu njoo tusogee ndoo kidogo na wageni wangu wanaondoka na kidogo. Njoo tusogee ndoo kidogo. Naondoka na wageni wangu kidogo. Nimsaidia kwanza jirani yangu huyu ambaye ametoka kidogo mbali. Haya mama nashukuru. Tumepata wageni bwana kijiji chetu Mizizini bwana. Sawa. Haya asante. Nampeleka kule kwa nyumba yetu ambayo tunataka kuwapangisha wageni Haya sawa. Basi leo tuanze safari. Haya basi mkango. Nashukuru. Hapa hii ndio nyumba yangu. Ndio. Yani hapa ni karibu sana. Hii ndio nyumba yangu. Haina mashaka. Kwanza nakufungulia ili uangalie mazingira ya humu. Okay, sawa. Yani unaona hivi vitu sagara sagara? Ndio. Baba, ninakushukuru kwa kuwa ni mwema. Asante kwa ajili ya matendo yako makubwa. Asante kwa ajili ya kibali chako cha kunifikisha katika ardhi ya Mizizini. Nimefika Bwana, kama ulivyonituma nikanyage ardhi hii kwa ajili ya kufikisha habari njema ya injili yako, ili watu wa kijiji cha Mizizini wapokee neema hii. Baba, katika jina la Yesu, maana ulisema katika neno lako, nimewapa ardhi hii, mahali popote mtakapokanyaga wamekuwa peni. Yesu wa Nazareti, ardhi hii ninaiteka kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo. Kila nguvu za giza zikatii, kila roho za uchawi zikatii, kila roho za mapepo na majini zikatii katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu mtakatifu, simama nami, enda nami katika utumishi na huduma hii. Usiniache Bwana, tembea pamoja nami kwa mamlaka ya jina la Yesu. Amen. Odi. Karibu. Asante. Karibu. Asante sana. Odi kabisa. Karibu. Mheshimiwa. Vipi tangu jana? Nzuri, unamkaje? Salama vipi? Salama, vipi afya? Namshukuru Mungu. Ndio. Karibu sana. Asante. Mbili nikuchukulie nani hapa? Asante kidogo Asante. Unajua wageni wenyewe tumekuta vitu vya watu tutakalia. Wala usijali kwa sababu kinachotakiwa hivi. Watu wanasema kwamba unapowepo ongezeko wa wageni. Yani ndio hata kitu kinapokuwa. Vipi lakini salama. Nashukuru. Mara salama. Kwema kabisa. Hakuna shida mzee wangu. Karibu. Asante. Ndio. Mimi sina ujumbe kwa zaidi ila nimekuja tu kusikia watoto wa Baloha kusikia vizuri. Ndio kwamba kusikia mimi kupenda kama sasa hivi nikaishi kama mwenyekiti wa serikali. Ndio majukumu yaendelee ili kwamba mradi kwamba tujue kwamba na mwenyeji wetu ambaye anakuja kusikiliza. Basi hakuna tatizo. Hakuna tatizo. Mimi nashukuru sana. Asante. Au nimekosa kidogo? Hapana. Nashukuru mheshimiwa. Basi tupo pamoja. Asante. Yaani nitaka kuwa dogo la kuzidi. Basi hamna shida. Karibu sana. Nyumbani tunapajua. Napafahamu. Tunafahamu pale. Napafahamu. Basi ana shida. Nataka tulia kuja atakafanyaje? Naomba uje nione kwa wakati wote hata hiyo usiku. Mimi nashukuru sana mheshimiwa. Tuko pamoja. Basi na mimi ngoja nipate kidogo. Basi sasa mimi nashukuru. Asante. Ila samahani. Mpaka ukae mara moja samahani. Bwana mheshimiwa, mimi pia nina shida nyingine. Shida yangu eneo la ardhi. Kama kuna mtu utamsikia anauza eneo la ardhi kama nusu eka hivi, mimi nahitaji pate kununua yeye. Hilo bwana itakamilika. Ndio. Kuna mtu anaitwa Kile Mazungu anauza.
maso. Okay. Yaani takriban naweza naamini naweza sasa nusu au hata kama eka. Aha. Sasa mimi nafikiri kama ni hivyo ni vizuri ukaenda kunikutanisha naye hata kama baadaye. Maana sasa hivi ndo naamka, unaona mazingira yenyewe. Sasa hizi? Poa vipi? Salama, shikamoo. Utatupo. Salama za tangu juzi. Mambo vipi? Safi. Mimi nimefika pale kwenu sijakukuta, nikaambia upo. Upo kwenye eneo lako. Kwa hiyo kijana ameniacha hapo kati. Vipi majukumu anasemaje? Majukumu fresh. Naona maandalizi kidogo. Kujenga. Aha. Mwanangu unasemaje? Safi. Sasa baba, mimi nimefika. Kuhusiana na ile swala ambalo tulizungumza la kiwanja kile. Sasa ndio nimekuja kuelewa eneo liko wapi, bei tunafanyaje. Sasa kulingana mimi hapa nimeweza kutaka kufanya kazi ya kuchimbua visiki, unaona? Sasa sio mbaya. Hiki kwani nitakuuzia. Ni hiki hapa. Hiki hapa tena ni hiki. Aha. Kinaweza kikatimia kweli eka 2, maana yake mimi nahitaji kama eka 2. Unajua kama nimepima asubuhi hapo. Toka pale mpaka pale. Toka pale mpaka pale. Maana hii nusu. Sasa nusu sawa. Nusu tangalia namna kwa sababu mimi nipate kwanza eneo hata kama hilo la kuanzia sio mbaya. Kwa hiyo utanifanyia bei gani? Hapo tufanye shilingi 500. 500. Uko juu sana mzee, 500. Uko juu sana. Baba. Mesha yenyewe yako wapi mwanangu? Mesha yenyewe 500 na nyingi sana. Hii uwanja nakupa ardhi na kuuzia ardhi ya kudumu miaka na miaka. Ndio. Leo wewe unasema 500 nyingi? Hapana. Sawa, sio mbaya kwa sababu nina uhitaji pia wa kiwanja. Mimi nafikiri kama ni hivyo haifai kuuziana kienyeji. Sasa kama haifai kuuziana kienyeji ni vizuri twende kwa mwenyekiti tukakabidhiane pale, tuandikishane, mimi nikupe chako. Sawa, maisha mengine yaende. Hamna shida. Basi ni vizuri twende sasa hivi. Basi kwa hamna neno. Hebu ili nikusaidie hivi. Hebu nikusaidie hivi. Ndugu yangu ndio nichukue mganga. Basi sawa. Hiyo redio nayo si nikusaidie tu. Kubeba. Saidie tu. Sawa. Mzee, ni ndio wenyeji wangu bwana. Ndio. Najua hata kama namna gani kuna mambo mengine mbele tutaendelea kusaidiana. Aha. Baba mimi na wanja wengine pale. Yesu mwenye mamlaka yote, ninakushukuru Bwana kwa ajili ya kunikanyajisha katika ardhi hii. Nashukuru kwa ajili ya kunileta katika ardhi hii Bwana, nami kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo ninaitiisha ardhi hii Bwana ikapokea huduma ndani ya kijiji hiki katika jina la Yesu Kristo, ili kijiji cha Mizizini kikapokea nuru yako kuanzia sasa. Watu wa kijiji cha Mizizini wakapokea wokovu Bwana, ni katika jina la Yesu. Kila kazi za giza, roho za kuzimu, nguvu za kichawi na uchawi ninaziharibu katika jina la Yesu. Hazina nafasi wala mamlaka, bali kizo peke yako tawala ndani ya kijiji cha Mizizini Bwana. Nguvu za giza zilizopandwa katika ardhi hii ninazing'oa katika jina la Yesu. Ardhi ninaitisha, anga ninalitisha kwa damu ya Yesu Kristo. Ninaachilia uweza wa nguvu za Roho Mtakatifu zikapate kutenda kazi na kutamalaki katika kijiji hiki kwa mamlaka ya jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Mfalme wa falme, Bwana wa mabwana ni wewe, Mungu wa miungu ni wewe. Nasogea mbele zako Jehova, Yesu wa rehema, Yesu wa rehema. Tenda kazi Bwana kwa ajili ya kijiji hiki Bwana, maana umenileta katika kijiji cha Mizizini ili watu wako Bwana wapokee neema ya wokovu, ili watu wako Bwana wapokee neema ya uzima kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Mungu ninakutukuza kwa kweli mwema, maana Bwana hakuna aliye kama wewe. Una makusudi Yesu kunileta kwenye ardhi hii, una makusudi Mungu le hai
kunileta katika kijiji cha Mizizini ili Bwana watu wako wapokee ukombozi ni katika jina la Yesu Kristo. Kila napotenda kazi yako, naposema na watu wako, naposhuhudia watu wako habari njema za Kristo, Bwana akapokea neema, Yesu akapokea kufunguliwa ni katika jina la Yesu Kristo. Nakabidhi ardhi mikononi mwako. Angali Bwana, tangu sasa nalikamata adui hana nafasi tena, na nawakomboa watu wote ndani ya mji huu kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Na kila roho za visasi na mlipiza kisasi hazina nafasi wala mamlaka, bali peke yako tenda kazi, komboa watu wako katika giza, walete katika nuru yako Kristo. Ni kwa mamlaka ya jina la Yesu ninakutukuza na kulibariki jina lako Mungu hai, katika jina la Yesu, amen. Aje nifurahi na pombe yangu, mama yeye, mama yangu, acha nipige pombe mpaka siku ya mwisho, mama yangu. Habari bwana? Salamu. Kwema? Ndio. Wewe ndio umeingia katika hiki kijiji, si ndio? Bila shaka. Mbona upo katika hiyo ndugu yangu? Shida nini? Ni maisha. Maisha mfanyaje? Wewe ndio mchungaji? Ndio, mimi ni mchungaji. Pole sana. Umeingia katika hiki kijiji. Sikiliza nikwambie kitu kimoja. Yesu anawapenda watu kama nyinyi. Yesu nani huyu? Yesu Mwokozi anawapenda. Unajua Yesu anaweza kubadilisha mfumo wa maisha yako na kukufanya uwe mpya kabisa. Kama utaruhusu moyo wako Yesu aingie ndani. Unaruhusu vipi moyo aingie binadamu? Wewe makazi yako ni wapi? Nyumbani kwako ni wapi? Pale nyuma pale. Sasa nini? Mimi nafikiri sikiliza. Nitapanga muda ukiwa vizuri nitakuja kwenu. Unaitwa nani? Naitwa mimi Yuda. Nitakuja kwenu ili niweze kuzungumza na wewe vizuri zaidi. Sasa naenda hapo mara moja, ila Yuda ni jina maarufu kwa hapa. Ukifika kijiweni pale, uliza Yuda mpiga pombe katika hiki kijiji. Hebu shika. Basi sawa, inatosha. Sasa nitakutafuta. Sawa. Tembea sasa. Tembea. Jamani, huyu kakosa kazi. Jamani, mimi watu wanakosa kazi, wanakuja kudanganya watu eti Yesu. We, Yesu kutoka wapi? Na mchungaji, tangia mmefika mlikuwa wakombozi katika kijiji chetu, maana wachawi walikuwa ni wengi sana. Wewe kijiji hiki kilikuwa na uchawi sana au wachawi wapo wengi? Ni wachawi wapo wengi, ila tangia mmefika namshukuru Mungu kidogo na amani. Lakini ni jambo la kumshukuru Mungu. Tena Mungu bado atafanya mambo makubwa mno. Tena hiki kijiji mbona kinaenda kufunguliwa na kitakombolewa na watu wengi watamwamini Mungu na watu watamjua Mungu. Basi sawa. Tamwachia Mungu. Basi sawa. Mshukuru Mungu tu na Mungu ataenda kutenda mambo makubwa. Kaa hapa mwanangu. Kurogee uji. Sawa, tulia. Yesu ndiye jawabu. Yesu ndiye jawabu. Yesu ndiye jawabu. Jawabu la mambo yote. Yesu ndiye jawabu. Yesu ndiye jawabu.
Yesu ndiye jawabu, jawabu la mambo yote.